Okay. Ni umri chini ya miaka 18. Umerekodi kwanza? Okay, karibu. Swali la kwanza ni kwamba unadhani ni kwa nini watu wanawafanyia ukatili watoto? Okay. Sasa jana swali lako, unadhani ni kwa nini watu wanaofanyia ukatili watoto? Kwanza watu wengi hawajui maana ya ukatili wa watoto ni nini, lakini tunasema ukatili wa watoto ni kile kitendo chochote kile ambacho kitagusa hisia za mtoto, kitagusa tabia, hisia na maana, kwa maana ya eneo la kiakili hisia, lakini eneo la kimwili, kwamba kitu chochote ambacho tunasema kinaenda kumuumiza mtoto kimwili, kihisia, kifikra, ambapo wakati mwingine yeye akijiuliza anakosa jibu sahihi kwamba kwa nini nimefanyiwa hivi. Hilo ni ukatili. Sasa watu wengi sana wana matendo mengi ambayo wanafanya, lakini wakiwa wajui kama ni sehemu ya ukatili, na ndio maana unaweza kukuta kuna matendo kama vile unampiga mtoto mara kwa mara, kwa ujui kwa nini. Pengine amefanya makosa, lakini kosa lake la kujirudia, wewe kila kijirudia na unapiga mara kwa mara bila kumwambia kwa nini unampiga, bali unakuwa unamfanyia ukatili. Lakini kuna matendo mengine kama mfano kuna kumtukana, amefanya kosa kidogo, pumbavu, mjinga wewe, huna adabu. Yale maneno wakati mwingine kama amekosea, sawa, unamwadhibu, lakini tunasema ule ni ukatili wake, tunasema verbal abuse kwa Kiswahili sijui ni nini. Lakini tunao ukatili mwingine wa kimwili ikiwemo vipigo hivyo, lakini tunao ukatili wa kimapenzi, kwamba kuna watu wengi siku hizi wanaweza kujikuta ameingilia, amepiga picha na mtoto akiwa katika nguo ambazo kimaadili sio sahihi. Pengine mtoto wako ni jinsia tofauti, pale tunasema kwa namna moja ama nyingine, kuna namna kulingana na umri unaofanya ukatili. Lakini kuna wengine wakuta mnagombana baba na mama, watoto wakiwepo, tayari ile kwa namna moja ama nyingine kwa kinaweza kumfanya akajisikia vibaya na akakosa sababu. Lakini tunazo ukatili wa aina mwingine ambao upo kwenye kundi hilo. Tuna kundi kubwa la watu sasa hivi jita single mother, single father, anamchukua mtoto anampeleka kwa bibi, anampeleka kwa babu.